mstari wa kwanza mpaka wa 5. Zaburi mlango ni wa 15 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Naamini tuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nitasoma, nasema Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake ni mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo haya hataondoshwa milele. Bwana bariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa nafasi hii ambayo Yesu umeweza kuniandalia kwa ajili ya kuleta neno lako. Ndaba Bwana, nimesimama kama chombo, ninaomba Yesu ukanitumie jinsi upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa matoleo ambayo mfalme ametolewa mbele zako. Ninakusihi kila mmoja aliyetoa Yesu ukaweze kumbariki katika jina lako Yesu Kristo. Ninakushukuru maana unastahili. Unapoketi kulisikia neno lako Yesu, ninaomba ukaandae mazingira mazuri ya kuweza kulipokea katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unastahili. Kwa jina lako Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Tutawasili tuketi kwa jina la Yesu Kristo. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo itakuwa ni Mkristo mwenye kibali. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo mwenye kibali. Na kabla sijaendelea, kuna kitu nilikuwa nimesahau tu kidogo, lakini naamini kwamba mmeguziwa kuhusu upande ambao ni wa welfare, na singetaka kuingia hapo sana, maana siwezi kusema uongo ili mtu anufaike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaamini kwamba ni kutembea katika uaminifu ndio Mungu anaweza kutuinua kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kwamba kuna lile limewekwa ni kwa ajili ya msaada wa mtu, basi kama linazingatiwa hakuna hatia. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kwamba limefanyika jinsi lilivyokusudiwa. Kwa hivyo mengine tunapaswa kuchukuliana nayo jinsi yalivyo, na tutakuwa wakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wa kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wa kunung'unika. Lile ambalo Bwana amekusudia litendwe ni kwa ajili yako, hilo ndio litatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni yeye hupeana uwezo, na ile ambayo ataruhusu tuwe naye ni kwa ajili yake, basi tutapeana. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba nimeeleweka hapo. Asingependa kwamba nizame hapo sana, maana mengine huzua maswali mengi, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa naamini kwa kila sehemu kuna kile ambacho mtu alikitenda. Ni Mungu uzima aendelee kuwabariki na akazidi kuwafanikisha kwa kile ambacho mnakihitaji maishani mwenu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwema ambao Mungu ametuandalia, na kile ambacho ningependa kukisema kwa urahisi ni kwamba tuwe tayari kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Maana ikiwa kwamba tuliokolewa, na maandiko kuna mahali anasema kwamba sisi tuliyemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni yeye aliyetuchagua. Na ikiwa kwamba ni yeye aliyetuchagua, basi ina maana kwamba tunapaswa kutembea jinsi yeye apendavyo, sio jinsi sisi tupendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna yale ambayo ninaweza kutamani kuyatenda, lakini kwake ni dhambi. Kwa mawazo yangu yanakubalika, kwa akili zangu ninaona ni sawa, lakini mbele za Mungu ikakuwa kwamba
linaninyima hata kibali chenyewe mbele za Mungu. Licha ya kwamba nimempokea, lakini kuna yale yanazuilika, maana sieneni katika njia ambayo inampendeza Mungu. Kwa hivyo Mkristo mwenye kibali ndio kichwa cha siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Niamini kwamba Mungu ameruhusu hili akiwa na kusudi. Ni kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ni kwa ajili ya wewe Mkristo ambaye unanisikiliza siku hii ya leo. Maana ninaamini tutakapokuwa tunaendelea, kuna yale ambayo yanakuhusu wewe, yananihusu mimi, na yanatuhusu sisi kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa italingana na jinsi ambavyo utalipokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana kibali hiki ambacho tunatafuta nitakugharamia. Ili nipate kibali mbele za Mungu, nihesabiwe kuwa na haki mbele za Mungu, kuna jinsi ambavyo ninapaswa kujiweka. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa kwamba sitajilinda mimi mwenyewe, hata kibali ambacho ninatamani Mungu anipatie hakiwezi kikaonekana. Na kuna kibali ambacho wewe mwenyewe unakihitaji binafsi, na kuna kile ambacho sisi kama kanisa tunakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunatamani tukadumu katika utakatifu, lakini litawezekanaje? Ni kwa kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa kujinyima. Na usiangalie jinsi ambavyo mtu anajitoa ukafikiria kwamba ukijitoa hivyo ndio Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupa mawazo na ufahamu wa wewe jinsi ambavyo unaweza kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii unaweza kaa ukaona kwamba kuna mtu anafunganga siku 3 na kwa kile Mungu ametenda ndani mwake, na wewe ukajiingiza kwa siku 3, lakini ukakosa kupokea kile ambacho unakitamani. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ni nini nitafanya ili niweze kupokea kibali? Ni kwa kumuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine nitajikaza. Maana kuna yule pengine atashuhudia alifunga wiki mzima na akashuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yake. Wewe ukasema utaongeza siku moja ikuwe siku 8. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado utofauti hautaupokea. Na maana kwamba kibali bado hakiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itakuwa ni kwa sababu gani? Utazingatia matendo yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna yale ambayo yanaweza yakavunja hata kanisa, yakavunja ndoa yako kwa sababu ya wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio umechangia, lakini haujui, hauna ufahamu. Atakaye kupa huu ufahamu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mengine tunaweza kumbana nayo kwa sababu hatujapata kibali. Na mengine Mungu anaweza akaruhusu yatupige ama yatukume kwa kipindi ili kupima imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na majaribu mengine yanainuka hata kwenye ndoa zetu, lakini yeye ndiye mwenye kupeana kibali. Kwa hivyo kuna wale ambao wanataka kibali hata katika familia zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio wote ambao wanakubalika kule walikozaliwa. Kuna wale wanadharauliwa. Kuna wale wametengwa. Pengine wewe ulienda na mama yako huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kipi, ni nini ambacho unaweza ukakifanya ili ukubalike? Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale ambao wanataka kibali hata kazini. Maana pengine umefanya miaka 20 lakini hakuna promotion. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haimaanishi kwamba Mungu amekusahau. Lakini kuna kibali ambacho tunapaswa kumuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maswali ambayo tunapaswa kujiuliza ili kwamba tukapokee kibali hiki. Maana hata kwa biashara tunahitaji kibali. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi enda pale nikafungua pengine ninauza mandazi. Siku ya kwanza nimeweka hakuna watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini nitakuwa nimekosa?
pengine hata mandazi ninapika, ninatengeneza jinsi ninavyofaa, lakini kibali hakika. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unaendelea ukiendelea tu unapata inafika mahali unaona hii ni kama kwangu haijanikubali. Kumbe pengine ulianza tu kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haukumtanguliza Mungu, haukumuuliza Mungu ni kipi ambacho kinakufaa. Maana wakati atakuruhusu uanzishe, na maana kwamba amekupatia kibali. Mahali popote ambapo utafungua unaweza ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale wanaitisha kibali mbele ya watu pengine wakubwa hata katika taifa. Unataka kibali, unataka ujulikane wewe ni unatembeanga na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maana naamini kwamba connection huwa pia inalingana na yule ambaye unatembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa tunaishi katika nchi ambayo tunaielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba nikitaka pengine jambo fulani linifikie vizuri, nitatafuta pengine ndugu Jora. Maana ninaelewa kuna mtu ambaye ako karibu naye awezaye kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mahali ambapo tunataka kibali, lakini litatugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu ambacho nimesoma Zaburi 15 mstari wa kwanza nimeanza kwa kusema, Daudi anaposema kwamba Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana Yesu asifiwe. Ni swali ambalo anaanza nalo. Anauliza ni nani atakayekaa katika hema yako? Hema linaweza kuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ni nani huyu awezaye kukaa na kudumu katika uwepo wako? Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba wewe mwenyewe katika moyo wako unajifahamu na unajua ni jinsi gani ambavyo unatembea na huyu Yesu uliyempokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapata kwamba anauliza, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Alafu anaendelea kusema kwamba ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Ninanena na mtu ambaye ni Mkristo wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozingatia swali hili, ni nani atakayekaa katika hema lako, linawahusu wote ambao pengine haujampokea Yesu na umempokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali litakuwa, ninawezaje kudumu katika wokovu, katika utakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba nikapokee kibali, kuna kile ambacho ninakihitaji ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba unaweza ukalitafakari hili swali na ujiulize, wewe uko upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kibali kinatoka kwa Mungu. Na ikiwa kwamba kinatoka kwa Mungu, hakipatiwi mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwamba ni yule ambaye atakajiweka katika upande ulio sawa na Mungu. Ikiwa kwamba hema kwa Agano la Kale ilikuwa inawakilisha mahali pa kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba katika Agano Jipya ni uwepo wa Mungu ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwaje kwamba Daudi anauliza ni nani atakayekaa katika hema yake? Na maana kwamba kuna kitu ambacho alikishuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali litakuwa, je, mimi niko katika hema la Bwana? Ndiyo, niko kanisani. Kanisa ni jengo, lakini kanisa ni jengo. Hili ni jengo, lakini mimi mwenyewe ndio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bebe, ina maana kwamba ili niweze kukaa katika hema la Bwana, kuna yale ambayo nitayahitaji katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilimpokea, ndiyo injili ilihubiriwa, nikaamini, nikakubaliana nalo, nikaamua kumfuata Yesu. Nimebatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Nimepokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini bado kibali
hakiko. Bwana Yesu asifiwe. Na inaendelea likiuliza kwamba ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao wanaweza dhihirisha uaminifu wao kwa Mungu siku hii ya leo? Ni wangapi ambao leo hii tuko kanisani na imani yetu iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna yale ambayo ninataka kuyazingatia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maana matendo yetu kama Wakristo yanaweza yakachangia uwepo wa Mungu ndani mwetu na kutujalia kibali kile ambacho tunakihitaji. Lakini tutakipokea kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa pili limesema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kwa kuuliza maswali, lakini tena anaendelea na kujibu yale maswali ambayo alikuwa anauliza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba huyu mtu ili awe mkamilifu, kuna yale ambayo lazima azingatie ndani ya moyo wake ama katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili awe mwenye kutenda haki, lazima awe amejiunganisha na Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaweza kuwa ni Wakristo ndio tunamwabudu Mungu, lakini kuna yale ambayo yamejificha ndani mwetu. Kibali hatukioni. Kwa sababu gani? Uwepo wa Mungu ndani mwetu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwabudu Mungu ndio, tunamwamini, lakini kuna sehemu tumepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba hatueneni katika ukamilifu na kutenda matendo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba tunaweza kuwa wanafiki. Ndani mwetu tunamwabudu Mungu lakini hatuko kamili. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba tunamuomba Mungu lakini kuna sehemu tumepungukiwa. Lakini tutawezaje kuinuka tena? Bwana Yesu asifiwe. Ili matendo haya aendaye kwa haki, ina maana kwa ukamilifu. Ina maana ni mtu aliye kamili, mtu mcha Mungu, mwaminifu, anayemwamini mtu mmoja, sio kuabudu bwana wawili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii tunajipata kwamba tunatumainia pengine miungu wawili. Mtu kamili ni yule ambaye akimwamini Mungu anamtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anamtegemea Mungu kwa kila hali. Kuwe na changamoto, anamtumainia Mungu. Lakini wengi wetu pengine hapa kanisani tunaweza kuwa tunamwabudu Mungu, changamoto likiinuka, ninaona kwamba siwezi mahali hapa kusaidika, alafu ninaenda kutoka msaada na pengine. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba sina uhakika na kile ambacho nilikipokea, na hicho kinaondoa hata kibali katika maisha yangu. Mbele za Mungu siwezi kukubalika. Ni kwa sababu gani? Sina uhakika na yule ambaye nilimpokea. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kwamba ninamwamini Mungu, nitakuwa mkamilifu, nitatenda matendo yaliyo haki ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba nitatembea na kujitunza na kuendelea kumtumainia Mungu pekee. Maana ni wengi ambao tunatumainia hata kazi zetu, tunasahau kama ni Mungu mwenyewe aliyetupatia. Bwana Yesu asifiwe. Ili niwe mkamilifu, maana kuna kipindi pengine kabla sijamjua Mungu, kuna yale nilikuwa ninajihusisha nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale ambayo nilikuwa ninayatenda ambayo mbele za Mungu hayakuwa yanakubalika, lakini kwa ajili yake akaona ni vyema kwamba aje duniani, ni kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Akatupa nafasi ya kuweza
kumrudia Mungu, akatupa nafasi ya kuweza kuziondoa zile laana ambazo tulizipokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado kuna gharama ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na maana kwamba lazima tujitenganishe na matendo yasiyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu maana kile ambacho anakileta siku hii ya leo inanihusu mimi na kinakuhusu wewe na kanisa lote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Maana ili kanisa liongezeke, likue, likomae, litahitaji mtu ambaye ni mkamilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Litahitaji mtu ambaye aangalie wenzake ili afanye kitu, atajitoa bila kusukuma. Bwana Yesu asifiwe. Atajiachilia ili Mungu akatende lile ambalo amekusudia kwa kanisa na hata kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana mengine tunaweza kuwa tunakimbizana nayo, akumbe hayako upande wetu, hayajakubalika kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli mimi nikiomba nina haja na kitu fulani, lakini mbele za Mungu anaona kwamba alifai, lakini bado linaendelea kunilazimisha. Wakati ataniachilia ulipokee, badala ya kukujenga litakuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba kibali kile kitakuwa kiliondolewa. Kwa hivyo tunapata hapa kwamba anaendelea kusema ilikuwa ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Asemaye kweli kwa moyo wake. Huyu ni mtu ambaye anaweza akakaa katika hema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anayesema kweli katika moyo wake. Na hapa ndio changamoto linatukumba sisi zote kama Wakristo siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwanadamu kwa siku lazima kuna kipindi ambacho atasema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Pengine liwe ni la kumfaidi ama la kufunika makosa. Bwana Yesu asifiwe. Asemaye kweli kwa moyo wake. Ninaamini kwamba kama uko hapa kuna lile ambalo moyoni mwako ukianza kulifikiria kweli, na hapa ni kama kuna mtu nilidanganya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tafakari kama kuna yule ambaye pengine ulimdanganya. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Inalingana kwamba ulimdanganya kwa njia gani. Lakini pia udanganyifu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama litakuwa ni la faida kwako, lakini bado umedanganya. Na maana kwamba wewe si kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa anasema kwamba ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli moyoni mwake. Ni mambo ngapi ambayo moyoni mwako leo hii umeyafungia? Bwana Yesu asifiwe. Ni mangapi ambayo leo hii pengine katika vikundi vya kukutania umeyanena kuhusu kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tunaweza kuwa kanisani tunafurahia, tunamshukuru Mungu na kumwimbia kwa nguvu, lakini baada ya hapa, Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba sina uhakika na yule ambaye ninamtumainia, sina uhakika na kile ambacho ninakitenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana ikiwa ninamtumainia Mungu na ninaamini kwamba ni yeye aliyeniokoa, amenipa nafasi ya kukua hata kwenye ndoa ambayo sikukuwa nimeipigia hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii pengine uko kwenye ndoa na umekubali, Mungu amekujalia uko na watoto hata 4. Lakini bado haujajiachilia katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambao ndani mwake hauna kweli. Na maana kwamba tunaabudu kwa unafiki, tunajifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tumejiweka katika sehemu ambayo
sio kamili mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukiangalia hapa nimesema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Kwa hivyo swali litakuwa ni mangapi ambayo kwa moyo wangu nimeyanena yasiyo ya kweli, ambayo yameninyima kibali mbele za Mungu siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni mangapi tangu mwezi ulipoanza nimeyanena kinyume na mapenzi ya Mungu, ambayo si ya kweli, ambayo ameninyima hata kibali mbele za Mungu siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ili kanisa pia liongezeke, litahitaji wewe na mimi kuunganika. Ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu, maana yeye ndiye kweli. Na ikiwa kwamba ndani mwetu kuna kile kimefichika, tunaweza kuwa tunaomba, lakini Mungu akiangalia ndani mwetu, kuna yule ambaye anazuia hata baraka ambazo tumezipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunajipata kwamba tunaomba, tunatoa hata jasho, tunalia, lakini matokeo hayaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu itakuwa ni gani? Kuna yule ambaye ndani mwetu amezuia kibali cha Mungu kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kunapata kwamba matendo yake hayamridhishi hata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekumbushwa kuhusu tumefundishwa kuhusu imani na matendo. Na tukizingatia asemaye kweli kwa moyo wake, imani inapaswa kuwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na matendo yenyewe pia inapaswa kuwa ndani. Maana wengi tunaweza kuwa tunanena lakini hatutendi. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba sisi ni waongo. Kile ambacho ninakinena, ninajipata kwamba mimi ni muongo. Na Mungu anapoangalia moyo wangu, anazuia kibali ambacho ningekipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lolote ambalo nalifanya napata kwamba ninang'ang'ana. Najipata kwamba ninapigana, lakini vita vyenyewe sivishiki. Bwana Yesu asifiwe. Ninatafuta karo ya shule, na unapata kwamba jana ulikuwa na uwezo wa kulipa, haukulipa. Leo hii umeandamwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu amesababisha kile ambacho ulikuwa nacho jana, leo hii hauna. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Hauna moyo ambao unanena ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kibali kile ambacho tunakitafuta kwa Mungu hakiwezi kikatufikia. Kwa sababu gani? Hatutembei katika ukamilifu wa Mungu na kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari huo wa pili tutaenda katika kitabu cha Isaya 32. Mstari utakuwa ni wa 14 na 10 mpaka 16. Isaya 33 mstari wa 14 mpaka 16. Inasema hivi: wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, na ni yeye anaye dharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu majabali, ni ngome yake. Atapewa chakula chake maji yake hayatakoma. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kwamba ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa tunakosa hata kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana nimesema kwamba wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa.
tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Bwana Yesu asifiwe. Maswali haya yanalingana na yale ambayo yalikuwa yanapatikana katika kitabu ambacho ni cha Zaburi 15 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana ikiwa kwamba tutazingatia swali ambalo limeulizwa hapa, inamaanisha kwamba ni nani huyo awezaye kukaa na moto ulao? Roho wa Mungu anaweza kukaa ndani ya mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia hapa tunapata kwamba linasema wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Bwana Yesu asifiwe. Swali hili linaweza tukaweza kujiweka katika swali hili. Maana ikiwa kwamba mimi ambaye ninamwamini Mungu, Roho wa Mungu anaweza akakaa ndani mwangu. Hapa swali linauliza ni nani awezaye. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna yale ambayo tunaweza kuwa tunayatamani, lakini kumbe mwili wetu hauwezi ukasitiri nguvu na uwepo wa Mungu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba tunadai, lakini kumbe matendo yetu yamezuia uwepo wa Mungu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa inasema kwamba wenye dhambi walioko Sayuni wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani huyo ambaye anaweza akakaa na Roho wa Mungu ndani mwake? Bwana Yesu asifiwe. Maana ndio moto ambao unateketeza, lakini ili ufanye kazi utahitaji mtu aliye kamili. Bwana Yesu asifiwe. Utahitaji mtu ambaye amejilinda nafsi yake ni kwa ajili ya kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tunaweza kuwa tunamwabudu Mungu, lakini nafasi ya kuhifadhi nguvu za Mungu ndani mwetu hatuna. Maana yale ambayo yamejaa ndani ya mioyo yetu hayaona nafasi ya kukubali uwepo wa Mungu ndani mwetu. Licha ya kwamba tulimpokea, tumebatizwa na Roho Mtakatifu, tumenena hata kwa lugha mpya, lakini uwepo wa Mungu hautoshei ndani mwetu bado. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine Roho aliingia na akaenda vile aliingia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule aliingia na akatoka vile aliingia. Kwa sababu gani? Hakukuwa na uwezo wa kumhifadhi, hakukuwa na uwezo wa kumlinda. Bwana Yesu asifiwe. Maana matendo yetu ndio yanaweza kuhifadhi Roho Mtakatifu ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati umehifadhi, hata ukidai nguvu zaidi mbele za Mungu, ana uwezo wa kukujaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini italingana na jinsi ambavyo utajiweka. Maana siwezi sema kwamba mimi ni kamili mbele za Mungu. Kuna matendo ambayo tunajipata kwamba tumehusika nazo ambazo hazimpaswi Mkristo kuhusika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siwezi jipiga kifua leo niseme kwamba mimi ni bora kuliko wewe, lakini kile ninachoweza kusema ni kwamba Mungu akazidi kuniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Maana mengine siyawezi kwa uwezo wangu mwenyewe. Kutembea katika ukamilifu siwezi, lakini ni nani awezaye kunitia nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi tunaweza kuwa tunamtumainia Mungu, lakini katika kipindi hicho, iwapo kwamba sitampa nafasi, itaendelea kukaa jinsi nilivyo. Mwaka ulianza, mwaka unaisha, lakini sishuhudii utofauti katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitajipata kwamba sioni utofauti. Kuna yale ambayo niliyaweka tangu mwaka ulipoanza. Leo hii ni mwezi wa 7, lakini pengine hata moja haujalikimiza. Bwana Yesu asifiwe. Je, ulimuuliza Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa kwamba ulimuuliza Mungu, upande wako wa kutimiza maagano yako ulikumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna yale ambayo tunasema, Mungu nisaidie nifanye hili na mimi nitafanya hili. Na maana kwamba ninadhiri mimi nimeweka mbele za Mungu. Na tulishuhudia kwamba Hana yeye alitimiza yake.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alimwezesha akambariki zaidi. Ni nadhiri ngapi ambazo tumeweka mbele za Mungu lakini hatujazitimiza mpaka siku hii? Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye mkamilifu, mwenye anatenda kwa haki, ndani mwake umejaa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema Daudi alikuwa anaendelea kusema kwamba ameuliza ni nani atakayeweza kukaa katika hema la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunapata kwamba linauliza hivi, wenye dhambi walioko katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani ana uwezo wa kukaa na moto ulao? Bwana Yesu asifiwe. Maana sehemu ambayo ni kumhifadhi huyo Roho ndani ya maisha yetu, ndani ya moyo wetu, haupo. Licha ya kwamba tunamtumainia Mungu, kanisani hatukosi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, una uwezo wa kumhifadhi Roho wa Mungu ndani mwako ili akupe kibali? Bwana Yesu asifiwe. Maana ni Roho ambaye anatuongoza katika njia zetu, na ufahamu wetu mwenyewe hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Maana upingamizi uko, na kama hujaushuhudia basi ina maana kwamba inapaswa wewe ukatembee katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukatende haki. Maana kama hujakumbana na vita, basi kuna mahali nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Maana naweza kushuhudia kwamba vita vipo, na ikiwapo kwamba itakupata kama umelegea, inakuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikakuweka chini kwa njia ya biashara yako ambayo ulikuwa unaifurahia. Inaweza ikakuweka chini kwa njia ya kazi yako ambayo ulikuwa uko shua nayo. Wewe kuna hakika kwamba kazi yako utamaliza mwaka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo linafanyika, unapata kwamba kazi imeisha. Ni kwa sababu gani? Mungu anaangalia, anaona kwamba huyu mtu bado hajanidhamini. Bwana Yesu asifiwe. Maana iwapo nitamdhamini Mungu na kumchukulia kuwa ni nani katika maisha yangu, huelewa sehemu yake katika maisha yangu, nitautunza hata utakatifu ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule ambaye tulimpokea ni mtakatifu, na iwapo kwamba kuna roho chafu itainuka ni kwa ajili ya maisha yangu, yule roho atanisaidia kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iwapo ndani mwangu siwezi nikalihifadhi na kuhifadhi Roho wa Mungu ndani mwangu, basi nitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Nitajipata kwamba nimelemewa. Ndio maana tunapata hapa kwamba linauliza tena, ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Maana yake ni kwamba huo moto wakati nimeupokea, nitakapotembea katika ukamilifu na haki na moyo ambao ni wa kusema ukweli, basi moto utadumu ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iwapo kwamba nitajiachilia, iwapo kwamba sitadhamini ya kwamba kuna kile ambacho Mungu anatamani nikitende, basi kuna uwezekano kibali kikaniondokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tulimwamini Mungu, tulimngojea, tunaendelea kumngojea, lakini kumbe kuna sehemu pengine bado limepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na najipata kwamba kile ambacho ninakitamani sikipokei. Kwa hivyo katika mstari wa 33 katika kitabu cha Isaya umeendelea katika mstari wa 15 kusema, ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Bwana Yesu asifiwe. Ni mangapi ambayo tunajifaidisha nayo sisi kama Wakristo wa leo kupitia pengine rushwa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mengi ambayo tunajificha ndani mwake na kusahau kwamba hili ni dhambi na Mungu anachukia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kibali kinaondolewa. Ni kwa sababu gani? Hatuenendi katika haki. Kwa hivyo haki hapa pia imerudiwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhulma, ina maana kwamba yeye si mfisadi. Bwana Yesu asifiwe.
ninaweza nikabadilisha hali yangu au maisha yangu iwapo nitasalia mwaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho Mungu amekusudia nikipokee, ndio ninapaswa kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Nisitafute kwa mlango wa nyuma, maana Mungu huyo ananitazama. Ikiwa kwamba hakukusudia, basi kuna yale ambayo yatakukumba. Bwana Yesu asifiwe. Maishani mwangu ninaweza kuwa ninatamani kitu ambacho nitakunibadilishia hata maisha yangu. Ninatamani muujiza ambao unaweza kubadilisha hata hali yangu ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hautendeki licha ya kwamba ninaomba. Kuna maombi wengine tunaomba, lakini Mungu hajibu, maana pengine anaangalia mioyo yetu, anaona kwamba kile ambacho tunakitamani tunaweza tukakosa kumtumainia tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatunyima licha ya kwamba tunaona kwamba kilikuwa kinatufikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunaona kwamba tumejenga, lakini kwa hali ya kawaida bado hata kupiga hesabu haujaanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mstari wa 15 umesema ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhulma, akung'utaye mikono yake asipokee rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio anaye uwezo wa kuweza kukaa na moto ulao na utekelezao ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Asiyepokea rushwa. Hapa ndo Wakristo wengi huwa tunashikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtego kama huo shetani anatuandalia vizuri, na tunajipata kwamba tumeingia ndani kwa huo mtego. Maana faida iliyo katika mtego huo tunauona na macho. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona kwamba hapa nikifanya hivi, hii kazi lazima nitaipata. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kile ambacho Mungu amekukusudia si hicho, na kwa sababu umeiona unailazimisha. Na maana kwamba tunalazimishia baraka ambazo hazitufai basi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaweza nikatumia fedha na bado nikakosa kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo kibali mimi sina. Na ni kipi ambacho kimechangia kibali hicho kuondolewa? Ni kwa sababu ya kupokea rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuchangia katika ufisadi kunatunyima hata baraka na kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini litahitaji mtu ambaye anaweza akajitoa na kusalia mwaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi utakuwa uko mbali gani na watakatifu wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi hushawishika, maana wanajiona kwamba wako mbali, na tunajipata kwamba tumetenda matendo ambayo ni ya kumtukuza shetani, na tunaficha kana kwamba Mungu hatuoni. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alijaribu kuficha uchi wao, lakini bado haungezuia Mungu kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mahali ambapo Mungu mwenyewe aliweza kuwavika. Kwa hivyo ni nani awezaye kutuficha uchi wetu? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ni Yesu mwenyewe awezaye kututendea yale ambayo tunahitaji. Na iwapo kwamba hatutamdhamini na kumpa nafasi yake, tutaendelea tunaomba, lakini kwa sababu ndani mwetu hamna nafasi ya Roho wake Mungu kututawala, tutakosa kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo Roho ndiye anatuombea kwa jinsi ambavyo sisi wenyewe hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho anajua kile ambacho hata wewe mwenyewe ndani mwako unaona kwamba ukifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ataweza kukuombea na kusaidia kuomba kwa Mungu ili kwamba ukaweze kupata kile unachokihitaji zaidi. Maana katika mawazo yako unaweza ukakosa hata kukitaja, maana ukijui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho anapokufunulia anakupa uwezo wa kukusalimisha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaswa kuendelea kumtumainia Mungu. Alafu limeendelea na kusema kwamba akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba tuna kazi ambayo ni ya kufanya.
Bwana Yesu asifiwe. Hata macho yetu tunapaswa kuyazuia kuona uovu. Bwana Yesu asifiwe. 16 linaendelea na kusema, huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Bwana Yesu asifiwe. Maji ya nani huyo hayatakoma? Ni mtu ambaye amejitenga na ufisadi na rushwa. Ni mtu atendaye haki, aenendaye kwa moyo ambao ni wa kunena kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ana uwezo wa kuweza kudumu kwa kile ambacho amekipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukirejea katika kitabu ambacho ni cha Zaburi, tunapata kwamba tulikuwa katika mstari ambao ulikuwa ni wa 2. Sasa mstari wa 3 tunaendelea, unasema hivi. Kwa sababu swali lilikuwa, Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Mstari wa 3 anasema kwamba asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi tunasengenya siku hii ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ni kusengenya kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna yale ambayo tunaweza tukayanena yakawa kumbe si ya faida kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yakaja na kubomoa mahali ambapo Mungu mwenyewe alijenga. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Asiyesingizia kwa ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kusingizia maana yake ni kumwekelea. Bwana Yesu asifiwe. Kunena maneno ambayo ni ya uongo, kuchochea kitu kibaya ndani ya mtu. Wengine wanataka hata kukosanisha watu wengine wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa, yule ambaye atakaa katika hema lake Bwana anapaswa kuwa si mtu wa kusingizia kutumia ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mahali ulimi unatajwa na kusema kwamba ni mdogo, lakini unaweza ukawasha moto mkubwa na ukateketeza sehemu kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapo tunaweza tukaudhibiti. Ndio maana Roho wa Mungu huingia kupitia ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Akiteka nyara huo ulimi, basi ana uwezo wa kutaja jambo mbele za Mungu na Mungu akalitenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna nguvu katika ulimi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi wakinena kitu kibaya unasikia kwamba tema hiyo mate. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini uteme hiyo mate? Na maana kwamba huyo mwenye anakuambia tema hiyo mate anaamini ndani mwake ya kwamba kile unachokisema kwa kuwa ni kibaya itanitendekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio maana unapata anadhubutu kusema tema hiyo mate haraka. Kwa sababu gani? Ndani mwake anaamini ukikimeza kile ambacho umekisema kitamfikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vyema kuendelea kumtumainia Mungu. Maana wanaweza wakanena mabaya na wakameza mate, lakini yule tuliyempokea ndani mwetu ana uwezo wa kutushindania. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba ulimi una nguvu, yeye aliyezungumza amezungumza kwa nguvu zake, lakini yule tuliyempokea anaponena ndani mwetu kutumia ulimi wetu, anateketeza kile ambacho kimenenwa juu yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kuendelea kuomba kibali mbele za Mungu kupitia kusalia waaminifu, tusiwe wa kusingiziana mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunatamani kanisa lijengeke, liwe na nguvu, lakini litanitegemea mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kibali Mungu alete kwetu, maombi yetu yaweze kukubalika mbele za Mungu, yatanitegemea na litakutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninaendelea na kusema, wala hakumtenda mwenziwe mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mangapi ambayo unaweza kuwa umeyatenda kwa Mkristo mwenzako yakawa ni machukizo ndani ya moyo wake, akakuazika leo hii, pengine hayuko kanisani kwa sababu yako.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini utapata wewe unakiri Yesu ni Bwana. Mungu akikuangalia anaona ulichangia sehemu ya mmoja kuweza kukuazika na kuondoka. Maana hatutoshani kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule ambaye ukimkwaza kidogo hamtaonana na yeye tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vyema ya kwamba tukazingatie kutotenda wenzetu mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nia yetu kwa wenzetu iwe ni njema, ili kupata kibali mbele za Mungu. Kukaa katika hema yake Mungu kunahitaji kuweza kutenda matendo ambayo ni mema kwa wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ninamalizia katika mstari huo na kusema wala hakumsengenya jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio wengi tunajipata kwamba tuko ndani. Kumsengenya jirani yako ni tendo ambalo linaweza kunyima nafasi ya uwepo wa Mungu kutawala ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Lakini kama ufalme sitaupokea, Bwana Yesu asifiwe, yale ambayo nilikuwa napaswa kuzidishiwa yatafika kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba nikaendelee kuweza kunena mema hata kwa majirani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wetu tukautengeneze, tukaujenge, ili Mungu akawe na nafasi ndani mwetu. Anaangalia uhusiano wetu na walio karibu nasi. Bwana Yesu asifiwe. Ili atutetee, anaangalia uhusiano wetu na wale ambao tunashiriki nao. Na iwapo kwamba hatutaweza kutenda matendo ambayo ni ya haki mbele zao na mbele za Mungu, basi vile Daudi ameuliza, tunaweza tukakosa kukaa katika hema la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake uwepo wa Mungu hautakuwa unatutawala. Uwepo huo usipotutawala, kibali kitakuwa kimeondolewa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kuendelea kumtumainia Mungu, tukitazamia yale ambayo ametuandalia. Tunaendelea kumwabudu tukidai kile ambacho tunakitamani, lakini tena tunaendelea tukimwambia Mungu na mapenzi yako yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kile ninaweza kuwa ninakitamani, lakini bado Mungu hajakubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaweza tukajinyima nafasi ya kuweza kupokea kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusije tukamshuhudia jirani yetu uongo. Na hata hiyo inapatikana katika amri 10 ambazo Mungu amepea. Bwana Yesu asifiwe. Maana pale utapata ni mwelekeo ambao unapaswa kuwa wa Mkristo. Lakini wengi wetu leo hii au majirani ndio tunawashuhudia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Unapata uhusiano wetu kwenye ploti hata huko sawa, lakini unasema kwamba unamtangaza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ulieta sufuria moja iko ya ugali kwa sink, hiyo moja ni kama imebook nafasi yako. Kwa hivyo vile umeiweka hivyo, utarajii kwamba kuna yeyote ambaye atakuja aweze kutumia nafasi hiyo kabla ya wewe kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Unajipata kwamba umeiweka, lakini sasa kumbuka wewe ni Mkristo, lakini kuna vita unatengeneza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kwamba unapata kwamba hata ni Jumapili, pengine umetoka kanisani na unaimba leo umebarikiwa, upata mtu hapo ameanza kuosha na yako iko hapo, unajipata kwamba umekwazika. Bwana Yesu asifiwe. Na usipochunga unajipata hata umetoa matusi. Maana kuna mahali hasira, kuna wale hasira ikiinuka ndani mwao, baka aseme jambo kwanza ya tulivu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna yule lazima apige mtu ngumi kwanza, alafu atakuwa hapo sawa. Asipofanya hivyo, na maana kwamba ataenda akiwa hayuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kuendelea kumtumainia Mungu, usije tukaweza kushuhudia majirani wetu uongo. Kwa hivyo Mkristo ambaye anadai kibali
lazima awe mwenye matendo mema hata kwa jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nisije nikakwazana na jirani yangu, maana ninahitaji kushiriki naye upendo wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alitutuma tuwafikie, lakini iwapo sufuria litatukosanisha, kwa maana kwamba huyo hata kama ni mama atakuangalia mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Akisikia vile unaimbaga pambio asubuhi, labda leo hii umemwamkia, atakudharau. Bwana Yesu asifiwe. Atakudharau na Mungu wako. Na yule ambaye utakuwa unamwaibisha ni yule ambaye ulimpokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule tuliyempokea tukimdhamini, hatutatamani hata wale ambao tunashiriki nao kamshuhudia kwa mabaya. Maana tunajua ya kwamba kuna kile ambacho ametutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na anatutendea kwa sababu tunastahili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kuendelea kumwabudu Mungu. Tujipeane kikamilifu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kusengenya majirani tuache. Bwana Yesu asifiwe. Utapata hata yule ambaye unavurugana naye kumbe ni kijana ambaye anajikalisha peke yake. Tunapata kwamba umeruka na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi vijana hata sufuria za ugali hatuoshi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine aliniambia yeye alipika mara 3 kwanza ndio akaamua kuiosha. Maana alisikia imekuwa na uzito sana. Alisikia weight ya sufuria imekuwa mzito, akaamua yeye sasa inafaa kuosha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee tu kumtumainia Mungu. Tuendelee kumngojea Mungu. Hiyo ndio hali ya ujana. Bwana Yesu asifiwe. Sufuria si lazima ioshwe kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si mimi nilikuwa ninaosha. Bibi yangu nilikuwa ninaosha. Kuna siku ningekosa kutumia kama sijaingarisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuendelee kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kudhihirisha matendo mema kwa wale tunaoshiriki karibu ama tunakaa karibu nao. Ili kibali cha Mungu kiwe upande wetu. Tunahitaji, Bwana Yesu asifiwe, kusalia wenye matendo mema kila wakati. Kuna mengi ambayo pengine yahuja kwetu kama majaribu, lakini wapo kwamba tutasahau yule tuliyembeba, basi tunaweza tukaanguka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuendelee kumtumainia Mungu, maana lile alilokusudia katika maisha yetu ni la kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Tusichoke kuendelea kumwomba au kumngojea, maana yeye ni mwaminifu. Katika mstari wa 4 anasema, machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mengine ambayo tunaweza jipata kwamba tumeapa na kweli kwetu yanaonekana kuwa ni ya hasara, lakini katika kiapo kile kumbuka kwamba ulimuhusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna kile ambacho utakizingatia, ya kwamba nikienda kinyume na kiapo nilichokiweka mbele za Mungu, basi Mungu ataniadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaweza nikalitimiza mradi tu nikaweze kukaa katika hema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo talipata katika kitabu ambacho ni cha Yoshua mlango wa 9 mstari wa 18 mpaka 20. Mkristo mwenye kibali huwa na msimamo. Yoshua 9 Yoshua 9:18 Yoshua 9:18 mstari wa 20 nasema hivi: wana wa Israeli hawakuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekwisha kuwaapia kwa Bwana Mungu wa Israeli, nao mkutano wote wakawanung'unikia hao wakuu. Lakini wakuu wote waliwaambia mkutano wote, sisi tumewaapia kwa Bwana
Mungu wa Israeli, basi sasa hatuwezi kuwaguza watu hawa. Tutawafanyia neno hili, kisha tutawaacha wawe hai, hasira isije juu yetu kwa ajili ya hicho kiapo tulichowaapia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni kipindi ambacho Waisraeli walikuwa bado wanaendelea kuingia, walikuwa wanaelekea kuingia katika nchi iliyokuwa ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tunapata kwamba kuna wale ambao walihofia, kwa maana walishuhudia yale ambayo Mungu alikuwa amewatendea Israeli tangu walipotoka upande wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa walijua ya kwamba wanaweza wakauawa, walijifanya, Bwana Yesu asifiwe, wakajifanya kuwa ni watu wa karibu, wa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ili waweze kuokoa nafsi zao, iliwabidi kudanganya, maana walijua Mungu wa Israeli alikuwa na uwezo wa kuwaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakajifanya. Na ni kwa nini walikuwa wanajifanya? Sababu ilikuwa ni kuokoa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata kwamba hapa Yoshua baada ya kudanganywa, maana katika mstari ambao ni wa 11 katika Yoshua 9 inasema kwamba kisha wazee wetu na wenyeji wote wa nchi yetu walinena nasi na kutuambia, chukueni vyakula mkononi mwenu kwa ajili ya safari, mwende mkawalaki watu hao na kuwaambia, sisi tu watumishi wenyu. Basi sasa fanyeni agano nasi. Huu mkate wetu tulioutoa ukali moto katika nyumba zetu siku hiyo tuliotoka kuja kwenyu uwe chakula chetu, lakini sasa tazama, umekauka na kuingia koga, na viriba vyetu hivi tulivyovitia divai vilikuwa ni vipya, sasa vilikuwa vipya, sasa tazama vimeraruka, na haya mavazi yetu na viatu vyetu vimekuwa vikuukuu, kwa vile tulivyokuja safari ya mbali. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote wanayatenda kwa sababu gani? Wanataka kuokoa nafsi yao. Bwana Yesu asifiwe. Iliwabidi kudanganya. Ni mengi ambayo tunaweza sisi kama Wakristo tukajipata kwamba tumedanganyika, tukajipata tuko ndani ya katika viapo kama sawasawa na hili ambayo Yoshua alikuwa ameingizwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunashuhudia kwamba ni kiapo ambacho walikuwa wanasisitiza sana, maana walikuwa wanahitaji kuokoa nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapata kuna mara kadhaa waliuliza wakisema kwamba utuapie, Bwana Yesu asifiwe, hautatuangamiza. Ni kwa nini? Walikuwa wanajitetea. Kwa hivyo tunapaswa kuwa waangalifu, maana shetani anaweza akatengeneza mbinu ya kuweza kutumaliza hata sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukashirikiana na shetani kwetu kwa sababu ni sisi tuliyewakaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iwapo uwepo wa Mungu utakaa ndani mwetu, yeye ni mwaminifu, atatuepusha. Bwana Yesu asifiwe. Maana yale tusiyoyafahamu ana uwezo wa kutupa ufahamu, maana anakaa ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua walidanganyika, lakini kile ambacho kimetuleta hapa ni kuangalia jinsi ambavyo waliweza kutenda kiapo ambacho waliwaapia. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapata kwamba katika mstari wa 18 unasema wana wa Israeli hawakuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekwisha kuwaapia kwa Bwana Mungu wa Israeli, na mkutano wote wakawanungunikia hao wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini walikuwa wamekubali? Walikuwa wameshawishika. Bwana Yesu asifiwe. Na unapata kwamba wengine walianza kuwanungunikia, lakini hawajui ni jinsi gani hawa watu walikuwa wamewaachia. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamejifanya ni watu wa karibu, lakini walikuwa wamejifanya. Ni kwa sababu gani? Walijua kwamba imebakia tu kidogo wafikiri, na kile ambacho kitawafikia ni maangamizi. Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua kujitetea nafsi zao. Lakini tunapata kwamba hapa Yoshua walitimiza kiapo walichotoa mbele za Mungu, mbele zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana walimhofia Mungu ambaye walikuwa wanamwabudu.
Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari ambao umetuleta hapo tunapata kwamba machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho kinanigharimu mimi kama Mkristo. Napata kwamba hapa Israeli, Yoshua waliweza kwenda hasara ndiyo, lakini kwa sababu ya kiapo walichoweka mbele za wale watu na Mungu, ilibidi watimize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mengine tunaweza tukajipata kwamba tumeyatenda, lakini kwa kuwa tuliapa mbele za Mungu, tunapaswa kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapotimiza, hapo ndipo tuna uwezo wa kukaa katika hema la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba uwepo wa Mungu utajaa ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea tunapata kwamba katika mstari ambao ni wa 5, hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Unapozingatia mstari huu ambao ni wa 5, tunapata kwamba baada ya kuuliza swali, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Tunapata yale ambayo yanaweza yakatusaidia kudumu ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao tunadhihirisha matendo yetu, tunadhihirisha imani yetu kupitia matendo na kutembea katika kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba nisijihusishe na dhambi. Ninapomtumainia Mungu, ndani mwangu nina uhakika ya kwamba lile ambalo ameniandalia nitalipokea. Bwana Yesu asifiwe. Haitajalisha miaka ambayo itachukua, lakini kile ambacho ameniandalia, yeye ni mwaminifu wa kuweza kukitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea tunapata kwamba ni vyema Mkristo kuelewa adui ambaye anapigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Maana nitakapomwelewa, ninajua jinsi ambavyo vita vyake anavileta. Bwana Yesu asifiwe. Maana vita anaviandaa, na vita si vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita vya kiroho. Na ili niweze kuvishinda, ni nini haswa ninaweza nikakifanya? Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 4:7 inasema kwamba tumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimtii na kumpinga shetani atakimbia. Lakini uzito wa kumtii tumeupokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana ili nimtii, ina maana kwamba nikaenende katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kumtii, lazima nitende matendo ambayo ni ya haki. Ili niweze kudhihirisha kwamba ninamtii Mungu, moyo wangu uwe unasema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba nikaweze kuishi maisha ambayo ni ya utauwa miaka yangu yote, lazima niweze kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima niendelee kumtumainia Mungu. Maana wokovu huu haukunijia kwa sababu mimi ndio maana peke yangu. Ni wengi ambao waliupokea, lakini leo hii hawahesabiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi ambao walimpokea Yesu, lakini leo hii hawako kanisani. Lakini Mungu amekupa nguvu, licha ya changamoto ambazo umekumbana nazo maishani mwako. Ameruhusu leo hii unaweza ukamtumikia. Amekutia nguvu ndani mwako ya kuendelea kusonga. Unapodai kibali mbele zake, wewe endelea kudai ukiwa mwaminifu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumuomba Mungu ukijiachilia, ukinyenyekea, maana ni mwaminifu wa kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana kile kibali ambacho tunataka kutoka kwa Mungu anaweza akatupatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeulizwa swali, ni nani atakayekaa katika hema la Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Nina uwezo wa kuhifadhi nguvu za Mungu ndani mwangu.
nina uwezo wa kuvumilia mishale ambayo yanatumwa katika maisha yangu kwa sababu ya wokovu ambao niliupokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaweza kuwa tunaidai kibali, lakini kuna yale ambayo hatuyashuhudi. Tunaendelea kuomba lakini hatuyaoni. Mkristo mwenye kibali sio wa kusingizia. Mkristo mwenye kibali ni mtiifu wa neno lake Mungu. Wakati ninapomtii Mungu, yeye ni mwaminifu wa kunitendea. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni katika neno lake ndio uzima unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika neno lake Mungu ndio uzima wetu unapatikana. Mkristo atakayekaa katika hema ya Bwana ni yule atakayesalia mtakatifu, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni katika Roho tunaweza tukazipinga dhambi, tunaweza tukazikataa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu mwenyewe akatukumbuka, akatutendea yale ambayo maishani mwetu tumeyatamani. Kwa hivyo kibali cha Mungu ama kibali chako wewe Mkristo mbele za Mungu kinaweza kikadhihirishwa iwapo nitakubali kuweza kutenda matendo yaliyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapoendelea kumwomba Mungu na kujiachilia katika mapenzi yake, nitakapoendelea kudai, pengine ni jamii yangu ambayo imelemewa, pengine ni nyumba yangu ambayo siwezi hata kuilipa, ndoa yangu ninaiona kana kwamba inayumba yumba, yule ambaye ana uwezo wa kulisimamisha ni Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Yeye awezaye kukupa hicho kibali, maana sio wote ambao wamepatiwa kibali cha kukaa hata kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku ni vita. Wengi ninaamini kwamba umeshuhudia mahali wewe unakaa, wakiunukiana wenyewe, walikotoana wewe haujui, lakini unawashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwako kuna amani. Endelea kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumsihi hicho kibali kisiondoke, ili ndoa yangu isimame. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wangu waweze kusoma hata katika shule, sije nikakosa school fees. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuendelea kusihi Mungu ya kwamba akapeane kibali chake kwa yale mahitaji ambayo tulio nayo ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ni mwaminifu wa kuyatimiza yale ambayo yametulemea. Yeye anaweza akayatimiza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaamini kwamba Mungu ni mwaminifu, asemi uongo. Wakati anasema ndio, ndio lake ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumtumainia Mungu na tutashuhudia ushindi katika maisha yetu. Mkristo mwenye kibali atapokea kibali iwapo atajitenga na fitina, atajitenga na masengenyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana vikwazo hutokea baada ya kusikia. Masikio yetu tumewekwa ili kwamba tukasikize yale ambayo yanatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakaposikiliza yale ambayo yanavunja uhusiano wetu na Mungu, basi kibali kitaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajipata tunaendelea kukaa jinsi tulivyo. Licha ya kwamba kanisani tunaingia, licha ya kwamba kanisani pengine hata kuimba tunaimba vizuri, lakini iwapo ndani mwangu fitina vitatawala, uwepo wa Mungu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Masengenyo yanaweza yakalivunja hata kanisa, lakini ni mimi na wewe leo hii tunaweza tukamsihi Mungu aweze kutuimarisha, aweze kutuinua, akazidi kututia nguvu, ili tunapomtumainia tukashuhudie ushindi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaweza akapeana kibali kwa yeyote yule ambaye anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni katika kudai ndio ninaweza nikapokea.
Iwapo nitanyamaza, kuna yale nitakuwa ninatarajia lakini sijaitisha. Bwana Yesu asifiwe. Nikosa kupokea, nitasema Mungu anajua yote, lakini naye anahitaji wewe ukalisema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo songea kwake, wewe mwambie kile unachokihitaji, mweleze kile ambacho unakihitaji, maana tunahitaji kusalia uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kushirikiana kwa pamoja na kujenga imani yetu, tutahitaji kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuombeana na tusisahau kukumbukana hata katika kujuliana hali, maana wengi wetu wanaona kana kwamba pengine wametengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wanaweza ona kwamba ni kama walidharauliwa, pengine hawafai, na kuna wale ambao wanafaa zaidi, maana pengine wanatenda hili na lile ambalo mimi mhusika silitendi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuendelee kumtumainia Mungu. Ndani mwangu kusije kukainuka kikwazo cha kukosa kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni mwaminifu. Kipindi ambacho nitajitoa mbele zake na kumwamini, ni katika kuamini na kumsihi Mungu nitapokea kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitawasihi tusimame kwa jina la Yesu Kristo. Nitawasihi tusimame kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uzima akaweze kuwabariki wale ambao wameweza kuwa nasi katika mtandao, akazidi kuwainua zaidi na kuwabariki napotafuta kibali kinachotoka kwa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uzima akaweze kuwabariki. Naweza unganika nao tu kwa kupiga makofi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akaweze kuwabariki sana. Nitawasihi tusimame kwa jina la Yesu Kristo.